pekee napenda kutoa shukrani kwa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam, halmashauri zote za mkoa zilizoko mkoa wa Dar es Salaam, NEMKI na wadau wote wa mazingira kwa ushirikiano mkubwa wanaotupatia katika kutekeleza jukumu hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo mbele yako nimesimama baadhi ya wakandarasi wa taka ngumu katika mkoa wa Dar es Salaam. Vifaa unavyoviona na maonyesho yaona ni sehemu ndogo tu, hasa kwa upande wa vifaa ambavyo vimekuja hapa unavyoviona, lakini sehemu kubwa vimebaki mtaani na kuendelea kufanya kazi. Magari mengi na vifaa vingine vya usafi vinaendelea kubaki katika maeneo yetu ya kazi kuhudumia wananchi, kwa sababu tunaamini kuwa usafi wa jiji letu haupasi kusimama hata kwa siku moja. Hii ndio dhamira yetu, hii ndio uzalendo wetu, na hii ndio huduma yetu kwa taifa. Mazingira ni msingi wa maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa msemo mmoja wa hekima wanasema mazingira safi ni urithi tuliopokea kwa wazazi wetu, bali ni dhamana tuliokopeshwa na watoto wetu. Tunapozungumzia mazingira, hatumzungumzii taka pekee. Tunazungumzia afya za wananchi, tunazungumzia uchumi wa taifa, tunazungumzia uwekezaji, tunazungumzia utalii, na tunazungumzia hadhi ya nchi yetu mbele ya dunia. Mji safi huvutia wawekezaji, mji safi huvutia watalii, mji safi huongeza afya kwa wananchi, na mji safi hujenga heshima ya taifa. Mchango kwa kandarasi katika ajira na uchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mara nyingi watu wanapoona magari ya taka yakipita barabarani, lakini hawayaoni maelfu ya maisha yanayobebwa na magari haya. Leo hii sekta ya usimamizi wa taka ngumu imekuwa moja ya sekta zinazotoa ajira kwa maelfu ya Watanzania. Kupitia wakandarasi wa taka ngumu, vijana wengi wamepata ajira, wanawake wengi wamepata kipato, familia nyingi zimepata matumaini ya maisha bora, watoto wengi wanasoma shule kutokana na kipato kinachotokana na sekta hii. Madereva wapo, wapakiaji wapo, mafundi wapo, wasimamizi wapo, walinzi wapo, wapo wachakata taka ambao hii ajira ya taka imewabeba. Wapo wafanyakazi wa plastiki, wakata chuma wengine wapo ambao zinatokana na hizo. Kwa hiyo nyuma ya kila gari la taka kuna familia nyingi zinazopata chakula mezani. Nyuma ya kila eneo linalosafishwa kwa ajira zinazoweza kuweka maisha mengi ya Tanzania ya Watanzania. Kipekee sana, sekta hii imekuwa mkombozi kwa wananchi katika kada zote. Mwenye shahada anapata nafasi, mwenye diploma anapata nafasi, mwenye elimu ya sekondari anapata nafasi, mwenye elimu ya msingi anapata nafasi, na hata ambaye hajapata fursa ya elimu rasmi anaweza kupata ajira halali. Kwa namna hiyo, sisi wakandarasi wa taka ngumu tumekuwa washirika wa serikali katika mapambano dhidi ya ukosefu wa ajira, umaskini na changamoto za kiuchumi. Kwa hakika sekta hii si sekta ya kubeba taka pekee, ni sekta inayobeba matumaini ya maelfu ya Watanzania. Taka si uchafu, taka ni fursa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kutumia jukwaa hili kuendelea kuimarisha au kuelimisha jamii kuwa taka si uchafu pekee. Taka ni mali, taka ni rasilimali, taka ni ajira, taka ni uchumi, taka ni fursa. Dunia leo imegundua kuwa ndani ya taka kuna fedha, kuna mbolea, kuna nishati, kuna bidhaa za viwandani, kuna teknolojia ya utekelezaji na kuna maelfu ya ajira mpya. Ndio maana tunaendelea kuelimisha wawekezaji au uwekezaji katika shughuli za recycle na uchumi, katika uchumi wa kijani, kwa sababu hii ndio sehemu sahihi ya kulinda mazingira yetu tukijenga uchumi wa taifa. Ushauri wetu kwa serikali, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua juhudi kubwa sana za serikali zinazofanya katika kuboresha mazingira na biashara ya uwekezaji nchini. Sisi kama wadau wa sekta hii tungependa kutoa mawazo ya heshima. Tunapoimarisha mkandarasi wa taka, hatuimarishi kampuni moja tu, tunaimarisha mamia ya ajira, tunaimarisha afya familia nyingi, tunaimarisha afya ya wananchi, tunaimarisha mazingira, tunaimarisha uchumi wa serikali, uchumi wa taifa. Tunaomba sekta hii iendelee kutazamwa kama sekta ya kimkakati, kwa sababu ina mchango mkubwa katika afya, mazingira, ajira na uchumi.
Aidha, tunaomba kuangaliwa kwa uwezekano kuwa na mkataba wa kutosha ili wakandarasi waweze kupesheka katika taasisi za kifedha na kuongeza uwekezaji wa kununua vifaa vya kisasa kwa ajili ya Watanzania wengi zaidi. Hali za gharama za uendeshaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafahamu changamoto ya uchumi ya dunia katika jitihada kubwa zinazofanywa na serikali. Hata hivyo, ni vema kuangalia hali halisi ya gharama za utoaji na huduma hizi. Kwa mfano, mwaka 2019 mwaka 2020 mafuta yalikuwa takriban wastani kwa lita moja ya diesel 1750 kwa lita. Lakini leo mwaka 2026 bei imefikia shilingi 4333 kwa lita moja. Kwa hiyo ni ongezeko zaidi ya 170%. Pamoja na hilo, gharama za matairi, vipuli, matengenezo mbalimbali ya vifaa na mafuta ya hidroliki vimeongezeka kwa kiwango kikubwa. Tunazungumza hili si kwa malalamiko, bali ni kama ushauri tu wa wadau wanaotamani kuona huduma hii safi zinaendelea kuwa bora na endelevu na zenye manufaa makubwa kwa wananchi wetu au kwa nchi yetu. AFCON mwaka 2027 Dar es Salaam safi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka ujao Tanzania itakuwa mwenyeji wa mashindano makubwa ya AFCON kwa heshima kubwa ya taifa letu. Sisi kama wakandarasi wa taka ngumu mkoa wa Dar es Salaam tunaahidi kuendelea kutoa ushirikiano kikamilifu na serikali kuhakikisha wageni wote watakaokuja nchini wanakuja Dar es Salaam ikiwa safi na yenye utaratibu wenye hadhi na inayolingana na viwango vya kimataifa. Tunataka wageni watakapoondoka Tanzania waondoke na ujumbe mmoja: Tanzania ni nchi nzuri, watu wake wazalendo na mji wake ni safi. Hitimisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalize kusema maneno haya: usafi si gharama, ni uwekezaji. Mazingira si kikwazo cha maendeleo, mazingira ndiyo msingi wa maendeleo. Taka si tatizo, taka ni fursa. Mwisho nasema kabisa, kila gari la taka linapoingia barabarani linaondoa uchafu, lakini pia linaingia na chakula mezani kwa familia nyingi za wananchi wa Tanzania. Ukiona taka, usione mwisho wa matumizi ya bidhaa, ona mwanzo wa ajira mpya na mwanzo wa uchumi mpya na mwanzo wa maendeleo mapya. Kwa pamoja, serikali, wananchi na sekta binafsi, tunaweza kufanya Dar es Salaam kuwa jiji safi zaidi katika Afrika. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Dar es Salaam, Mungu awabariki wote wanaolinda mazingira yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.